na Mungu, ukitaka kuwasiliana na Mungu, lazima uingie kwenye chumba cha maombi. Ukitaka maisha yako yabadilike, lazima uingie kwenye chumba cha maombi. Mtu yeyote ambaye ni mwombaji huwa anaumiliki ulimwengu wa roho ya kutosha. Haleluya. Na katika funguo ambayo inamiliki sana katika ulimwengu wa roho ni maombi. Ukitaka uwe mhubiri mzuri, unaweza ukateka ngome za adui, lazima uwe ni mtu wa maombi. Ukitaka uwe mwimbaji mzuri, lazima uwe mtu wa maombi. Ukitaka kila kitu uwe bora kama Danieli alivyokuwa na akili bora, lazima uwe mtu wa maombi. Haleluya. Lazima uwe mtu wa maombi. Ukijikuta wewe hauna maombi, ujue huwezi kumiliki katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho wanaomiliki wababe. Wababe ni waombaji. Hawasubiri mchungaji atangaze maombi ya mfungo. Wao wanafunga wenyewe, kwa sababu wanasema haya mambo ya ajenda zingine ni za kwako wewe, kwa lazima ufunge. Akasema namna hii haiwezekani ila kwa kusali na kufunga. Kwa kuna mambo mengine wapendwa, ili tuweze kuyadownload na kuyapushi huko rohoni yaje katika ulimwengu wa mwili, lazima tuwe watu wa maombi. Unataka familia bora, lazima uwe mtu wa maombi. Unataka sijui upate gari, upate nini, mafanikio, lazima uwe mtu wa maombi, kwa sababu yale mafanikio ili yapate yanahitaji maombi. Yesu atusaidie sana. Sasa maombi yenyewe hauna. Maombi huna. Tukitangaza jamani tutakuwa na maombi wiki nzima, unakuja siku hiyo moja. Tukitoka hapo jamani, Ijumaa tuna maombi, wewe hauji kabisa. Toka huko, yani hujawahi funga. Yani masaa 24 ni mlima Kilimanjaro. Yani 24 unawaza 12 hiyo ndio usiseme. Ukitaka uwe viwango uweze kutawala katika ulimwengu wa roho, lazima uwe mtu ambaye unaomba, kwa sababu ulimwengu wa roho ni wa ushindani. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Efeso 6 anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Muwe hodari, muwe na uwezo, vaeni silaha zote. Ukisoma 12 nadhani 12 anasema hivi, 12 wa Efeso 6:12 anasema hivi. Ngoja tupite hapo kidogo. 12 anasema hivi, 6:12.